kila mtu amelekea kwake kazi. Mama ambaye alikuwa anatandika ndizi zake ametandika, wakupika samaki ameanza. Harufu ya samaki sasa inasikika huko. Mbeleni ilikuwa nyama kwa sababu pesa ilikuwa mingi, sasa ni samaki. Hakuna kioski ilikuwa imechomwa, hakuna mtu ambaye alikuwa hospitali, dunia ilikuwa imerudi. Nikasema jameni, hata kama candidate wangu ameshindwa, Kenya imeshinda. Yeah? Na hivyo jameni, ndivyo tunataka taifa letu liwe. Hivyo ndivyo tunataka taifa letu liwe. Na hiyo ndio mimi nasema, yale ambao wametupatia wenzetu, wazee hawa wakiongozwa na mzee Yusuf Haji, mambo haya ndio tunataka tujadiliane pamoja. How can we maintain this peace? How can we entrench this peace? How can we? Na ndipo nasema, kwa sababu sio tu mambo ya kisiasa, tuangalie kindani ni nini inatukula. Tukisema tunataka maendeleo, hebu tuangalie ni jameni, maendeleo na umaskini ni mwingi. Maendeleo yako, umaskini ni mwingi. Maendeleo iko, umaskini bado huko. So lazima tujiulize ni nini inakula, what is eating the other one. Na kitu kimoja mimi naweza niseme hapa, tuseme kwa ukweli, haswa tena tukiwa mji mkuu wa Nairobi. Ukiangalia document zote za serikali zasema ya kwamba mji ambao ndio tajiri ama jimbo ambalo ndio tajiri katika taifa la Kenya ni Nairobi. Kweli ama sio kweli? Yeah? Ndio jimbo ambalo lina utajiri mwingi katika taifa letu la Kenya. Na kwa hivyo hata kwa allocation ya resources, Nairobi inapata pesa kidogo sana kulingana na umati wa wananchi ambao wanaishi katika huu mji. Lakini kuna kitu tumesahau sisi kama Wakenya. Hata kama huo utajiri uko hapa Nairobi, uko mikononi ya watu ngapi? Enabling environment. Hiyo ni swali lazima tujiulize. Tutengeneze hii nchi ya kwamba tuweza hiyo sio mheshimiwa wangu. Huu mji ambao unasemekana ndio tajiri ya wale ambao tuna wenzetu, hiyo sio mheshimiwa wangu, ambao waamuka kila siku ya wale ambao wanatafuta kwenda kutafuta kibarua ya shilingi 150 na nitarudia leo, kila siku imewaka na moto hajui kama atapata. Juzi tulikuwa na uchaguzi Kibera kwa huu mji. Kweli rudia na nitarudia leo, na wenzetu wanakasirika nikisema, lakini sio ambao hawana maji safi ya kunywa, kwa sababu katika huu mji. Hiyo ndio furaha yangu. Tuko na wenzetu, unaona, ambao wanaenda choo kupitia makaratasi. Tushikane mkono na baba, mji tajiri. Hii Nairobi tuko na watoto ambao hawana nafasi katika mashule ya high school. Juzi tulikuwa na uchaguzi Kibera, hata uniform watoto hawana. Na mimi mnajua ndio kiongozi wa Jubilee kweli. So we must look at that and ask ourselves, how are we using our resources? And our resources going to people, or are they going to leaders? We must ask and address ourselves. Otherwise, kwa ukweli tutamaliza umaskini Kenya hii. Tutakuwa tu tunasema tunaendelea, tuko na maendeleo, lakini maendeleo hiyo haiguzi kila mwananchi. Again, that is what leads to animosity, tension and anger, because people feel they are excluded from the development that we are talking of. Sasa jameni, hiyo kitu haina mambo ya kutusiana hapa na hapa. Ni tukae tuseme this is the way we do it. And I am sure in every single county in this country there are pockets that are wealthy, there are pockets that are very poor. How do we make sure that resources are merged
to needs. How do we make sure? That is a question surely we can discuss and talk about. There is nothing there to disagree about. Wenzetu, fair representation, let us discuss it, so that we have an environment where everybody feels that they are represented by their respective leaders. And if we resolve this and many more things, like what is afflicting our young people, how can we create more jobs? Nilisoma kidogo jana wakisema tuongeze pesa ambazo tunaweka katika ma SMEs, katika biashara ndogo ndogo, kwa sababu hapo ndipo wananchi wengi wako, ndio tuweze kuinua hali ya uchumi. It's a good proposal, friends. Let us work on this together. Hii nchi sio nchi ya mashindano kati ya matajiri ati na maskini. Hii ni nchi yetu sisi wote, and we must come together. Na ndipo nasema saa nyingine unasikia huyu anasema wale wako namna hii, wale wako namna hii, wale wako namna hii. Unajua sasa kwa sababu huyo rais ametoka hapo, mali yote imeenda huko, kwa sababu rais ametoka. Hakuna kitu kama hiyo. Rais ni rais wa wananchi milioni 47, na hiyo ndio inatakikana. Na ndio tuwasema, ikiwa ni bunge la kitaifa, iwe ni bunge la kitaifa. Tuache mambo ya maendeleo kule mashinani, magovernors na ma MCAs waende wafanye kazi ya mashinani. I don't think that is a problem. Na sisi tutengue masheria, ni masheria gani ambaye inazuia Wakenya kukua. Hiyo ndio kazi yetu hapa Nairobi. Hiyo ndio kazi yetu hapa Nairobi. Kule mashinani tuache wananchi wajue maji na mfereji natakikana wapi, line ya stima ni wapi ambaye inakosea, kabarabara gani kanataka kutengenezwa huku. Tunaelewana wenzangu? Tunataka kujiuliza ni kwa nini baada ya kila miaka mitano tunaenda miaka mitatu ya kazi, miaka ya 2 tunapoteza kwa sababu siasa imechacha. Tunataka tuulize wafanyabiashara wetu wenzetu, ni nini inawazuia? Ni nini tuwaweza kufanya ndio tuhakikishe ya kwamba biashara zenu hazisimami? Hakuna taifa ambaye inaweza kuwa na mipangilio ya maendeleo ambaye itabadilisha maisha ya wananchi ikiwa mipangilio yetu ni ya miaka mitano. Lazima tuwe na mipangilio ya miaka 20. Haiwezi kuwa ati miaka mitano sasa tena hofu. Hapana. We must have development plans that are 20 years plus if we are to resolve our problems, my brothers and sisters. Au ni namna gani wenzangu? Na lazima tuseme ya kwamba tunataka siasa ambazo zitatoa hizo hofu kwa wananchi, na ndio wafanyabiashara wetu waweze kupanga wakienda mbele. Tunataka hizo siasa ambazo zitawezesha. Sasa siku hizi kwa Kenya huwezi kupata mkopo, ndio nilikuwa nawaambia watu jana, huwezi kupata mkopo wa zaidi ya miaka 5. Sana sana ni mkopo wa mwaka moja na 2. Sasa ni biashara gani itarudisha pesa na miaka 2 kama ni kweli ni biashara ambayo itakuwa? Lakini mwenye kukopesha anasema hii dunia hii mimi wacha nipate yangu, nitakopesha miaka 2, nigojee kwanza hiyo uchaguzi itakuwa namna gani. Tunataka tuwapatie assurance ya kwamba wanaweza kupatia wananchi mikopo ya miaka 10, miaka 15, kwa sababu they have confidence ya kwamba Kenya will be stable and Kenya will always have leadership, whoever it is, that will live within the rule of law and that will respect the rights of all our people. Then we are moving forward. Tunataka tuheshimiane kama makabila, ya kwamba kila Mkenya awe ako na uhuru wa kuwa pahali popote katika taifa hili letu la Kenya, na asisikie ya kwamba uchaguzi unakaribia, wacha sasa nipange virago ati nirudi kule nilizaliwa, nitarudi tena uchaguzi ukiisha. We don't want to live like that.
We want to live in a manner in which we can program ourselves. Na ndipo mimi nawauliza haswa, na ninataka kurudia tena, viongozi wenzangu, tafadhalini, ambition, personal ambition is not bad. It's a healthy thing. We all want to be ambitious because we are desirous. We want power. We want to be MPs. We want to be presidents. We want to be governors. We want to be all of these things. Ambition is good. Just like people are ambitious, those in business, they want to be ambitious and to see how their business grows. But I pray and I appeal to you today, don't let those ambitions of yours overshadow our ability to fix those things that will help you achieve your ambitions. Hii hapa hatuongei juu ya mtu, kwa sababu na Mungu mwenyewe ndio anajua ile iko ndani ya roho ya kila Mkenya, na yeye ndio tayari hata sasa tukiwa hapa, yeye pekee ndio anajua rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni nani. Hakuna mwingine anajua. Kwa nini sasa tumalizane hapa kwa sababu ya mambo ambayo hatuelewi? Si turekebishe yale Mungu ametuwezesha turekebishe. Hiyo ingine wakati wake ukifika, naona tu kama ile ilikuwa juzi, huyu hii. Na tujue inafanyika, wacha wananchi wakule mali, wafurahie, wasikie maneno ya watu, watachagua. Ama ni aje wenzangu? Ama ni aje? Sini hapo. Kwa nini sasa ni kutengeneza uwanja tunatengeneza? Ni kutengeneza tunatengeneza, kusafisha. Ndio wachezaji wakuje baadaye, wawe wamepata kiwanja ni safi. Na Wakenya sasa wanagojea mifuko ifunguke. Na Wakenya wanaheshimiana, ikiwa ni Kibira wanaulizana, sasa wewe ujue, wewe ukipanga upande hiyo ile utapata, ujue jioni tutakutana kwa Mama Njeri, wewe ulete nusu, mimi nikwambie ile tulipata leo. Hiyo ndiyo siasa tunataka. Mama Achieng anajua ya kwamba stock ya samaki sasa mwezi huu lazima niongeze, kwa sababu kazi itakuwa safi, na biashara ni nono. Lakini haongozwi ni hofu, ako na imani ya kwamba katika wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, Mama Atieno, Mama Chelugat, Mama Njeri, wote wanajua we are safe. We have nothing to fear. We shall wake up in the morning, vote, go back and continue our business, and life will continue. I believe that is what each and every one of you is desirous. Au ni namna gani? Na ndipo nawasihi wenzangu, someni hii kitabu. Someni kila moja. Lete maono yako ambaye unafikiria inaweza kuchangia na kuongeza zaidi yale ambao hawa wazee wametuletea. Najua Junet amesema ati anagojea baba asome. Wewe Junet usiharibu watu bana. Baba atasoma na atatoa maoni yake. Hata Uhuru atasoma na atatoa yake. Wacha watu pia wasome na watoe yao. Yetu ni kupokea maoni ya hii watu yote na tuweke pamoja. Na ule mtu ambaye pia ningeshukuru, nimependa pia vile ndugu yangu James ambaye ako na deni yangu amesema ya kwamba Wakenya ni rahisi sana, sio ngumu, ni rahisi sana kupata kitu ambacho tuko na tofauti kati yetu. Hiyo sio ngumu. Ni ngumu zaidi kutafuta yale ambaye yataweza kutuunganisha. Wenzetu Kenya hii hatutaitengeneza na siku moja. Let us not waste our time and our effort on those things that divide us. But let us create and put our energies to those things that put us together,
so that those things that maybe we don't agree on, we can put them to the people in an election in a peaceful manner, and the people can choose between this idea and that idea, between this policy and that policy. That is why democracies thrive. Let us focus ourselves on that which puts us together. Let us focus ourselves on those things that will make sure we are more cohesive as a society, as the Foreign Minister of Tanzania has told us here. Let us focus on those things that remove ethnicity and the sting of negative ethnicity. I am very proud of our culture. Very proud of it. And I think we should be proud that as a country, we have 42 different, if not 46 now, different cultures that we should be proud of and we can learn about. Lakini, tusiallow those wonderful positive things about our culture to be used and to be turned into instruments and weapons of hatred and division. Tunaelewana? Tunaelewana wenzangu? Tujivunie Ukenya wetu, tujivunie utamaduni wetu, tujivunie lugha zetu. Lakini tuzisitumie kwa njia ya kuweka chuki na mgawanyiko kati ya wananchi wetu. Na ndipo mimi, kama kuna kitu kingine hapo, mimi nimeunga mkono. Wajua, tukienda Krismasi, kwa muda huu wote tunasherehekea siku yetu muhimu, siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini sisi wote pia tunajua ya kwamba siku ile inafuata pia ni holiday, na tunaita Boxing Day. Na hakuna mtu mmoja hapa, nataka mmoja ainue mkono aniambie Boxing Day ni kumaanisha nini. Boxing Day ni wakati wazungu, wakati wanapatiana zawadi wakati ya Krismasi, wanaenda kufungua mabox kujua mtu amepatiwa nini kufungua. Sasa sisi hiyo sio utamaduni wetu, hiyo ni ya wazungu jameni. Au ni namna gani? So mimi sioni ubaya jameni tukisherehekea siku ya kuzaliwa mwokozi wetu Yesu Kristo, na siku hiyo ingine tusherehekee utamaduni wetu kama wa Kenya. Kwa sababu hiyo ni kitu that is Kenyan. So safari moja mtu ametoka upande ya Busia, anaweza kuambia jamii, njooni hii siku tutembee Kisumu tukaone utamaduni wa watu ya Kisumu. Mtu ya Kisumu ametoka hapo aseme mimi nataka kwenda mlimani kule Nyeri nikaone utamaduni huko, hawa wanaishi namna gani. Mtu wa Nyeri atoke hapo aende Mandera aone hiyo watu upande ya Mandera utamaduni wao huko namna gani. Mtu Masai atoke hapo aende kule baharini, amezoea ng'ombe, sasa aone samaki kubwa wanawala watu huko. Tunaelewana? Let us celebrate now those beautiful and wonderful things that are great about our culture. And I promise you we will have a great country. We will have a farmer country. And as my brother Raila has said, this is not about Uhuru. This is not about Raila. This is not about Ruto. This is not about Kalonzo. This is not about Mudavadi. This is not about Wetangula. This is not about any of those leaders. This is about you and me as Kenyan citizens. Wenzangu, tuende, tusome, tujadiliane kati yetu mwezi huu ambapo tunaelekea sikukuu. Tutafute nafasi, labda mwanzo wa mwaka mpya, tuje tukae tuone hiyo maoni. Na ndio mimi nasema let us own it mashinani. Let us own it at the grassroots. Si ni hivyo wenzangu? Let us own it at the grassroots. Let it not be niliambiwa na Uhuru. Mimi na bibi yangu na watoto wangu na jirani wangu tumeketi, tumeongea, tumeona hii na hivi ndivyo tungependa dunia yetu iishi.
Ni wangapi wanakubaliana na mimi jameni? Tunakubaliana? Tutatembea pamoja kama Wakenya? Ndugu waheshimiwa na waheshimiwa ma MCA, jameni, tumekubaliana ya kwamba hii sijui tangatanga, sijui kieleweke, sijui warembo na huyu na warembo na yule, tuachane. Sasa ni warembo wa Kenya na viongozi wa Kenya wakifanya kazi au ni namna gani? Si ni hivyo? Tumekubaliana jameni, tutatembea hivyo, tujadiliane, alafu tuje tukutane hapo baadaye, tuone hiyo maono yote na tukubaliane barabara ambayo tutatembea. Mimi nasema Mungu awabariki jameni. Siku ya leo tuwasema hongera kwa akina mama, kongole kwa wazee, na hiyo ingine ilikuwa gani? Na pongezi kwa wote. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Kwa heri ya kuonana. I now most humbly request Your Excellency, sir, to most kindly launch the BBI task force report. Niombe wale tuko pale, kuna stima iko hapo, kwa heshima we clear the pathways because we have something that is happening around there. And now His Excellency the President launching the BBI task force report. Makofi. Makofi, makofi wananchi kwa pamoja. Enda. Band. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha.
Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Na tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Asante sana. Ndiombe sasa sote tutulie kwa wimbo wa taifa. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. Niombe tubaki tumesimama wakati Mheshimiwa Rais anaondoka kwa hiari yake.